washeni haraka na mambo. Wale hamujaolewa, be patient. Washa haraka. Pengine Mungu anakuzuilia kwa sababu hataki usikie ushungu wa divorce. Pengine Mungu anakuzuilia kansa. Kuna kansa nyingine inabebwa na men. Na hiyo kansa ni mwanaume anatoa kwa mwanamke mmoja anapeleka kwa mwingine. Tumefundishwa hapa na daktari vizuri. Hizi kansa za cervix mwanaume hashiki, lakini anabemba, anatoka kwa huyu anapeleka kwa huyu. Huyu naye anaanza kuwa na hizo kansa za cervix, na hizo kila haina tiba. Sasa Mungu ameona unaanza kushikana na mtu na ako naye. Hii kuna kama msichana hapa kalikuwa kananiambia, "Pastor, mimi nimeshakaa na hii kanisa. Watu wote ni kama hawataki niolewe. Si wanioe basi." Hata aliniambia hata pastor fulani, huyu wetu sasa ni kama hataki niolewe. Akaniambia si umwambia nioe. Kajua kumeharibika. Nilijaribu, nilijitahidi. Tukienda kunatokea ajabu. Tukaenda miaka 2. Tukijaribu aolewe. Tunapanga mambo, inafika mahali baba yake anatoa shida. Ikapingwa sana mpaka nikajua huyu ni Mungu anapinga hii kitu akataki. Wakati huyo dada alianza kukataa kukuja kwa kanisa. Simuone kwa viti ya kanisa. Aliniambia sasa anakuja kufanya nini na watu hawanitakii mema. Namwambia tukuje tu kwa kanisa ukae chini, ubariki. Ananiambia sasa takuja tu siku moja tu. One month anakuja one day. Nilianza kumuona mfululizo, nikamuuliza kwa nini unakuja mfululizo? Akaniambia haujasikia ndugu alikufa. Ndio nilienda kutafuta alikufa na nini. Daktari alisema hiyo kijana akizaliwa, alizaliwa na ini lake likiwa si complete. Sijui ilikuliwa na nini. Na kwa hivyo daktari akatuambia mtu kama huyo hapitishangi miaka 25 anakufa. So wakati huu wote anang'eng'ana. Mungu hataki awashwe akiwa widow, na yeye anataka kuwa widow. Ukiona Mungu anakataa kitu, washa kuforce. Amen. So kama uko single, be patient. Na kama uko na mzee, hapana angalia wazee wengine wanono hapa kwa ibada. Ama upikie wako anone. Come on. Sasa unaona haya, angalia biceps. Biceps ni nini?